Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Al-qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu bi suhbatihi fadaila la tu'addu wa la tusa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia kuhudhuria katika hafla hii ya kufanya da'wa. Mada yangu nitakayoongea anwani yake, mtume peke yake ni mwenye kuwahurumia kidogo viumbe vyote. Mtume peke yake, anwani ya mada yangu, mtume peke yake ni mwenye kuwahurumia kidogo viumbe vyote, na hii ni part 1. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Al-Anbiya aya ya 107, surati Al-Anbiya aya ya 107, Allah anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hii aya ina herufi ya kukataa, nayo ni man nafia. Man nafia, ma ni herufi ya kukataa, na hii aya ina adatu listithnai. Hii aya ina adatu listithnai ambao ni illa. Ina herufi adatu listithnai, manake herufi ya kutoa. Kwa hivyo hii aya inatafsiriwaje? Kwa maana hii aya ina kasri, aya ina herufi ya kukataa na herufi ya kutoa. Kwa hivyo hii aya ina kasri. Nini maana ya kasri? Maana ya kasri yani ni herufi ya kuhusisha, yani kwa maana hii aya ina uhusishwaji. Kwa hivyo unapoitafsiri hii aya, inatakiwa uitafsiri hii kasri iliyomo katika hii aya. Na tumesema kasri maana yake ni uhusishwaji, kwa maana hii aya ina uhusishwaji, inatakiwa tutafsiri uhusishwaji uliomo katika hii aya. Sasa hii kasri iliyomo katika hii aya inatafsiriwaje kwa lugha ya Kiarabu na kwa lugha yetu ya Kiswahili? Huu uhusishwaji uliomo katika hii aya unatafsiriwaje kwa lugha ya Kiarabu na kwa lugha yetu ya Kiswahili? Mimi sitoitafsiri, atatutafsiria Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndiye atatafsiria hii kasri iliyomo katika hii aya, kwa sababu aya ina herufi ya kukataa ambao ni ma wa ma arsalnaka, ma nafia, na ina adatu listithnai. Kasri iliyoko katika hii aya atatutafsiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si tunanukutu, tunaleta hadithi ambayo ina kasri ambayo mtume kaitafsiri. Kwa hivyo mtume ndiye mwalimu mkuu atakayetufundisha namna ya kutafsiri kasri, namna ya kuitafsiri kasri, namna ya kutafsiri uhusishwaji
uliomo ndani ya aya au uhusishwaji uliomo ndani ya hadithi au uhusishwaji uliomo katika shairi. Mtume Muhammad ndiye mwalimu mkuu. Tulete hadithi ambayo mtume ameitafsiri kasri. Mtume sallallahu anasema la ilaha, tunachukua hadithi ya la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Hii hadithi ya la ilaha illa Allah ina herufu ya kukataa ambao la nafia, la ilaha la nafia, herufu ya kukataa, na kuna adatu listithnai nao nini? Illa Allah. Kwa hivyo hii hadithi ina kasri, kwa maana hii hadithi ina uhusishwaji. Kwa hivyo huu uhusishwaji unatafsiriwaje? Hii hadithi ni kama hii aya wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, ina herufu ya kukataa na kuna herufu ya kutoa, adatu listithnai. Sasa inatafsiriwaje? Mimi sitoitafsiri, ataitafsiri kasri iliyoko katika hii hadithi ya la ilaha illa Allah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mwalimu mkuu na ndio kasri zote zinatafsiriwa hivyo. Kabla ya mtume kwanza kututafsiria, kwanza kuna wanavyoni wa bayan, ulamau ilmi albayan, yani balagha, yani ili tuitafsiri hii aya na hii hadithi vizuri. Vile vile tafuta kitabu kinaitwa Albalaghatul Wadihatu Lilmadaris Thanawiya. Hiki kitabu ndicho kitatufundisha namna inavyotafsiriwa kasri. Kwa hivyo ili tuitafsiri hii aya vizuri, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, tutasomesha somo la kasri. Kama una kitabu cha Albalaghatul Wadihatu Lilmadaris Thanawiya, tafuta somo la kasri, tutalisomesha ili tuitafsiri hii aya wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, tuitafsiri vizuri. Tutasomesha vile vile somo la kasri kama wametafsiri wote wa kasri. Wanavyoni wa kasri wametafsiri kama alivyotafsiri mwalimu mkuu ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ulamau ilmi albayan wametafsiri kasri, wameitafsiri kasri kama alivyoitafsiri mwalimu mkuu naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tusomeshe somo la kasri, alafu tutaleta kasri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotafsiri al-kasru. Tafuta kitabu cha balagha. Ukitafuta kitabu cha balagha, tafuta somo la kasri, tunalisomesha hapa kwa ajili ya kuitafsiri hii aya wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ili tuitafsiri vizuri, lazima tusomeshe somo la kasri. Kwa hivyo tafuta kitabu cha Albalaghatul Wadhiha, tunasomesha somo la kasri. Tunaanza kusomesha al-kasru takhsisu amrin biakhara bitariqin makhsus. Al-kasri manake ni kukihusisha kitu katika kitu kingine, bitariqin makhsus, kwa njia makhsus. Kwa maana kukihusisha kitu katika kitu kingine manake ni kukifanya kitu hichi kinakihusu kitu hichi peke yake, na kitu hiki hakikihusu hakihusiani na vitu vingine zaidi ya kitu hichi. Ndio maana ya kasri. Sasa turuqul kasri almashhurati arba'u, njia mashuhuri za kuhusisha ziko nne. At-tariqul awwal an-nafyu wal-istithna'u, an-nafyu wal-istithna'u. At-tariqul awwal an-nafyu wal-istithna'u. Njia ya kwanza, ikiwa aya au hadithi au shairi lina herufi ya kukataa au herufu ya kutoa, kwa hivyo hiyo aya ina kasri. Hiyo ndio njia ya kwanza. Ndio kama hii hadithi, ndio kama hii aya wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin iko katika at-tariqul awwal.
njia ya kwanza ya kasri. Na njia ya pili, at-tariqu thani, innama, aya ikiwa ina innama adatu hasri, ina kasri, ukitaka kuitafsiri, ukitafsiri hiyo aya lazima utafsiri kasri iliyoko hapo. Alafu njia at-tariqu thalithu, tunaleta njia zote ndio tutaanza kutafsiri. At-tariqu thalithu, njia ya tatu ya kuhusisha al-atfu bila nafia, yani sentensi ikiatifiwa kwa la ya kukataa, wal-atfu bibali, na sentensi ikiatifiwa kwa bali, wal-atfu bilakin, na sentensi ikiatifiwa kwa lakin, hiyo sentensi ina kasri, inatakiwa utafsiri ile kasri. At-tariqu rabi, njia ya nne, takdimu ma haquhu taakhiri, ni kutangulizwa neno ambalo haki yake licheleweshwe. Kwa hivyo njia nne zote hizi zinatafsiriwaje? Njia nne za kuhusisha atatusomesha mwalimu mkuu, naye ni Mtume Muhammad sallam. Ameitafsirije hadithi ya la ilaha illa Allah ambayo iko katika njia ya kwanza ya kuhusisha, an-nafyu wal istithna. Mtume ametafsirije hadithi ya la ilaha illa Allah? Sikiliza Mtume alivyotafsiri, amesema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Mtume kusema wahdahu la sharika la ndio ameitafsiri kasri iliyomo katika hadithi ya la ilaha illa Allah. Amesema wahdahu la sharika, na Mtume ameitafsiri hii kasri iliyomo katika hadithi ya la ilaha illa Allah biitnabi, kwa urefu, lakini kasri vile vile inatafsiriwa biijazi, kwa ufupi. Kwa ufupi unasema tu faqat, kwa Kiarabu sema faqat. Kwa hivyo tuitafsiri hii hadithi ya la ilaha illa Allah. Hadithi ya la ilaha illa Allah inatafsiriwaje? Kwa Kiarabu biitnab, kwa Kiarabu biitnabi, kwa Kiarabu biitnabi, yani kwa urefu, utatafsiri hivi: la maabuda bidini lhaqi illa Allahu wahdahu la sharika la. Niliposema wahdahu la sharika la, ndio nimeitafsiri kasri iliyomo katika hadithi ya la ilaha illa Allah, au ndio nimetafsiri uhusishwaji uliomo katika hadithi ya la ilaha illa Allah. Na hapa ametafsiri mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu ndiye ametusomesha namna ya kutafsiri kasri iliyomo katika hadithi kwa kusema wahdahu la sharika la. Kwa hivyo hii ni kwa kirefu. Biijazi inatafsiriwaje? Kwa lugha ya Kiarabu kwanza, alafu tutakuja kwa lugha ya Kiswahili. Lugha yetu ya Kiswahili inatafsiriwa kwa biijazi kasri, namna ya kutafsiri kasri iliyomo katika hadithi ya la ilaha illa Allah biijazi kwa Kiarabu, alafu tutakuja kutafsiri kwa lugha yetu ya Kiswahili. Kutafsiri kwa biijazi inatafsiriwa namna hii: la maabuda bidini lhaqi illa Allah faqat. Naposema faqat, ndio nimetafsiri kasri iliyomo katika hadithi ya la ilaha illa Allah kwa lugha ya Kiarabu biijazi, yani kwa ufupi. Ndio hivyo hapo nimeitafsiri kwa lugha ya Kiarabu kama alivyoitafsiri mwalimu mkuu, naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ninaitafsiri hadithi ya la ilaha illa Allah kwa lugha ya Kiswahili biitnabi, kwa urefu. Ninaitafsiri kasri au ninautafsiri uhusishwaji uliomo katika hadithi ya la ilaha illa Allah biitnabi, yani kwa urefu. Na tafsiri sasa, unisikilize vizuri. La maabuda bidini lhaq, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa dini ya haki isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Hakuna kitu chochote chenye kushirikiana na yeye katika kuabudiwa. Ninaposema Mwenyezi Mungu peke yake, hakuna kitu chochote chenye kushirikiana na yeye katika kuabudiwa, ndio nimeitafsiri kasri iliyomo katika hadithi ya la ilaha illa Allah kwa urefu. Sasa kama wewe utatafsiri hii hadithi ya la ilaha illa Allah namna hii,
ukatafsiri namna hii, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, bado hujaitafsiri kasri iliyomo katika hadithi ya la ilaha illa Allah, mpaka uongeze maneno mengine, useme wahdahu la sharika, yani useme peke yake. Kwa hivyo ndivyo inavyotafsiriwa kasri kwa urefu kwa lugha yetu ya Kiswahili. Haya, kwa ufupi, kasri inatafsiriwaje katika hadithi hii ya la ilaha illa Allah kwa ufupi kwa Kiswahili? Kwa ufupi utatafsiri, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa dini ya haki. Hapa bihaki, kwa dini, bihaki, kwa haki, hiki ni kifupi. Unaposema hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, kwa haki, hii ni kifupi kwa dini ya haki, ni kifupi kwa dini ya haki. Lakini kirefu chako useme hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa dini ya haki isipokuwa Mwenyezi Mungu tu. Naposema tu, ndio nimetafsiri kasri iliyomo katika hadithi ya la ilaha illa Allah kwa kifupi. Hapo Mtume ametufundisha kutafsiri kasri iliyomo katika hadithi kwa kusema wahdahu la sharika la. Kwa hivyo hapa kwa upande wa Mwenyezi Mungu utatafsiri wahdahu la sharika la, lakini kwa upande wa kiumbe, badala ya kusema la sharika la utasema la ghairahu, utatafsiri wahdahu la ghairahu, la ghairahu. Katika khitabi unamsemesha, utasema wahdaka la ghairaka, wahdaka la ghairaka. Kwa hivyo kasri zote zitatafsiriwa katika njia zote nne za kuhusisha, zinatafsiriwa kama alivyotafsiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata kasri ya njia ya pili nasema, njia ya pili ya kuhusisha nini? Ni innama. Innama nayo inatafsiriwa kama alivyotafsiri, kasri yake inatafsiriwa kama alivyotafsiri mwalimu mkuu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ngoja nikuletee sentensi ambayo yenye kasri yenye innama katika njia ya pili. Asema innama, nakuletea sentensi, innama razzaqullah. Unaona sasa, uone ninavyotafsiri kasri yoko hapo. Ay ar-razzaqullahu wahdahu la sharika la. Ninaposema wahdahu la sharika la, nimeitafsiri kasri iliyomo katika hii sentensi ya innama razzaqullah. Na hii innama haitafsiriwi hakika, haitafsiriwi hakika, na haitafsiriwi hakika si vinginevyo, ni hivi. Haitafsiriwi innama razzaqullah, haitafsiriwi namna hii, hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutoa riziki. Na haitafsiriwi hakika si vinginevyo, ni hivi, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutoa riziki. Ukitafsiri hivyo umekosea kutafsiri, kwa sababu hii adatu hasri inatafsiriwa kama alivyotafsiri Mtume. Mtume ametafsiri wahdahu la sharika la, hakutafsiri hakika wala hakutafsiri hakika si vinginevyo, ni hivi. Kwa hivyo utatafsiri kama alivyotafsiri nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam, wahdahu la ghairahu, wahdahu la sharika la, yani kama alivyotafsiri hadithi ya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Na hapo unatafsiri innama razzaqullah, unasema ay innama razzaqullah wahdahu la sharika la. Lakini kuna nau'ul qasri bi'tibari alwaqi, aina ya kuhusisha kwa kuzingatia jambo lenye kutuka. Yanqasimu alqasru bi'tibari alwaqi ila qismain, inagawanyika kasri kwa bi'tibari alwaqi, kwa kuzingatia jambo lenye kutuka, ila qismain, katika sehemu mbili: kasru haqiqi, kuhusisha kwa uhakika, wa kasru idafi, na kuhusisha kwa munasaba wa watu wanaojulikana, au kuhusisha kwa munasaba wa vitu vyenye kujulikana. Sasa hapa hadithi ya la ilaha illa Allah ni kasri gani? Ni kasri haqiqi au kasri idafi? Hapa ni kasru haqiqi. Sasa kasru haqiqi
yani kutafsiri kwake ni rahisi. Ukishasema wahdahu katika la ilaha illa Allah, ukisema wahdahu la sharika la, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, hakuna kitu chochote chenye kushirikiana na yeye katika kuabudiwa. Kasru hakikiyu ni rahisi kuitafsiri. Ukisema wahdahu la sharika la, kwamba ni kiumbe, kama ni kiumbe unasema wahdahu la ghairahu, imeshatosha kasru. Lakini kasru idhafi, kama ni aya au sentensi ina kasru idhafi, yani aya ina kasru idhafi, ina uhusishwaji wa munasaba wa watu wanaojulikana, au uhusishwaji wa munasaba wa vitu vinavyojulikana, hutosema wahdahu la ghairahu peke yake, ukisema wahdahu la ghairahu utaongezea maneno mengine, unasemaje? Wahdahu la ghairahu unaongezea maneno haya binisbati nasi almarufa. Ukisema wahdahu la ghairahu unasema binisbati nasi almarufa, kwa munasaba wa watu wanaojulikana. Haya, ngoja nikuletee kasru idhafi, yani aya yenye kasru idhafi nayo inatafsiriwa hivi. Aya yenye kasru idhafi, tizama aya ya 144 surati Al-Imran. Hii aya 144 ina kasru idhafi, ina uhusishwaji wa munasaba watu wanaojulikana. Mwenyezi Mungu anasemaje? wama Muhammadun illa rasul. Hii aya ina herufi ya kukataa, nayo ni ma, na ina adatu listithnai, ina herufi ya kutoa, nao ni illa. Kwa hivyo hii aya ina kasri, lakini kasri yake ni kasri gani? Kasru idhafi, yani kuhusisha kwa munasaba wa watu wanaojulikana. Sasa hii inatafsiriwaje? Ukisema wahdahu, mtume ndiye mwalimu mkuu anatufundisha. Ukisema wahdahu la ghairahu, lazima uongeze maneno mengine binisbati nasi almarufa. Unaona, ngoja nikutafsirie sasa kwa Kiarabu biitnabi, na kutafsiria wama Muhammadun illa rasul. Hii aya inatafsiriwaje yenye kasri idhafi? Ndaitafsiri ay wama Muhammadun illa rasulun wahdahu la ghairahu binisbati nasi almarufati wa hum ummatu. Unaona, nimeongeza maneno mengine. Nilivyosema wahdahu la ghairahu, nimeongeza maneno mengine nikasema binisbati nasi almarufati wa hum ummatu, yani sasa naitafsiri kwa lugha ya Kiswahili hii kasru idhafi, yani kuhusisha kwa munasaba watu wanaojulikana. Ndaitafsirije? Ndaitafsiri namna hii kwa lugha ya Kiswahili biitinabi, yani kwa urefu na tafsiri, na hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume peke yake kwa munasaba wa watu wanaojulikana, nao ni umati wake. Katika umati Muhammad hakuna mtume mwingine zaidi ya mtume Muhammad. Hadha kasri hii idhafi, kama utatafsiri wahdahu la ghairahu haifahamiki, kwa sababu utasema hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume peke yake, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume peke yake. Haifahamiki. Watu watakuuliza, mbona Muhammad sio mtume peke yake? Mbona mitume wako wengi? Ni kwa sababu hukuongeza maneno mengine. Hii ni kasru idhafi, itakiwa uongeze maneno mengine binisbati nasi almarufa. Useme nini? Na hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume peke yake kwa munasaba wa watu wanaojulikana, nao ni umati wake. Sasa hii ndio kasri idhafi inavyotafsiriwa hivi. Sasa kasru idhafi ukitafsiri biijazi haifahamiki. Biijazi utatafsirije? Utatafsiri wama Muhammadun illa rasulun faqat, haifahamiki. Kwa hivyo kasru idhafi inatakiwa uitafsiri biitnabe. Biitnabi ndio inafahamika, kwa sababu kwa ijazi utasema na hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume tu, haifahamiki. Kwa hivyo kasru idhafi utaongeza maneno mengine binisbati nasi almarufa. Kasru idhafi nyingine, sentensi yenye kasru idhafi nyingine, nasema naleta sentensi katika kusomesha darasa hili. Sentensi yenye kasru idhafi nasema
la jawada illa aliyu. Sasa ninaitafsiri kwa Kiarabu biitnabi, ay la jawada illa aliyun wahdahu. Nafata tafsiri ya Mtume, la jawada illa aliyun wahdahu la ghairahu, kama alivyotafsiri Mtume hadithi ya la ilaha illa Allah, akasema wahdahu la sharika la. Nimesema wahdahu la ghairahu. Unaona sasa hapa, kwa sababu ni kasri idhafi, nikisema wahdahu la ghairahu ninaongeza maneno mengine, binisbati nnasi almarufa. Wahdahu la ghairahu binisbati nnasi almarufa. Hakuna la jawada illa aliyu, hakuna mkarimu isipokuwa ni Ali peke yake, kwa munasaba wa watu wanaojulikana, yani kwa munasaba wa kundi la watu naowajua mimi. Watu wote katika hili kundi ni mabakhili wa kutoa sadaka, isipokuwa mtu mmoja anaitwa tu Ali peke yake. Kwa hivyo lazima uongeze katika kasri idhafi, uongeze wahdahu la ghairahu, uongeze maneno binisbati nnasi almarufa, kwa munasaba wa watu wanaojulikana. Lakini kasri idhafi ukitafsiri biijazi ukasema la jawada illa aliyun faqat, haifahamiki. Hakuna mkarimu isipokuwa ni Ali peke, hakuna mkarimu isipokuwa ni Ali tu, haifahamiki. Lazima uitafsiri biitnabi kwa urefu. Na tunakuja tariqu thani, tunaleta mfano mwingine wa nini kasru haqiqiyu wa sentensi. Anasema la yafuzu, la yafuzu, sentensi hii yenye kasru haqiqiyu, la yafuzu illa almujiddu. Hii sentensi ina herufu ya kukataa na herufu ya kutoa. Kwa hivyo hii sentensi ina kasri, kwa maana hii sentensi ina uhusishwaji. Haya, uhusishwaji wake unatafsiriwaje? Kasri yake inatafsiriwaje? Haya, ikiwa utaitafsiri sentensi hii, hafaulu mtihani isipokuwa mwenye kujitahidi, bado hujaitafsiri kasri iliyomo katika hii sentensi, au bado hujaitafsiri, au bado kwa Kiswahili bado hujautafsiri uhusishwaji uliomo katika sentensi hii, mpaka usemeje? Useme la yafuzu illa la yafuzu illa almujiddu, useme la yanjahu illa almujtahidu wahdahu la ghairahu. Naposema wahdahu la ghairahu, ndio nimetafsiri kasri iliyomo katika hii sentensi. Kwa hivyo naitafsirije kwa Kiswahili? Inatafsiriwaje kasri iliyomo katika hii sentensi? Kwa Kiswahili utatafsiri hafaulu mtihani isipokuwa mwenye kujitahidi peke yake. Haya, la ghairahu naitafsiri la ghairahu, la ghairahu naitafsiri asiyejitahidi hafaulu mtihani. Ndio nimetafsiri kasri iliyomo katika. Au na tafsiri kwa kifupi nitatafsirije? La yafuzu illa almujiddu faqat. Naposema faqat, ndio nimeitafsiri kasri kwa ufupi, faqat. Haya, kwa Kiswahili kasri kwa ufupi utasema kama alivyosomesha Mtume, ni hivyo hivyo. Nitatafsiri hafaulu mtihani isipokuwa mwenye kujitahidi tu. Naposema tu, nimetafsiri nini? Kasri. Na hii ni kasru haqiqi, kuhusisha kwa uhakika, kwa sababu kuna kuhusisha kwa uhakika na kuhusisha kwa munasaba wa watu wanaojulikana. Kwa hivyo tunakuja at-tariqu thani, tunakuja at-tariqu thani liqasri, njia ya pili ya kuhusisha. Innama inaitwaje? Inaitwa adatu hasri. Nini maana ya adatu hasri? Maana ya adatu hasri, herufi ya kuhusisha. Inaitwa adatu hasri au inaitwa adatu kasri, herufu ya kuhusisha. Hiyo ni kwa kifupi, lakini kwa kirefu inaitwa harfu kasri sifati ala almawsuf, herufu ya kuhusisha sifa juu ya mwenye kusifiwa, au harfu kasri mawsuf, harfu kasri mawsufin ala sifa, au herufu ya kumhusisha mwenye kusifiwa juu ya sifa. Alafu inaitwa neno lingine, inaitwa nini? Kafatun wa makfufa. Kafatun ina maana gani kwa lugha yetu ya Kiswahili? Kafa ina maana neno la kuihusisha sifa juu ya mwenye kusifiwa, au neno la kumhusisha mwenye kusifiwa juu ya sifa. Wa makufufa ina maana gani? Wa makufufa na sifa yenye kuhusishwa juu ya mwenye kusifiwa, au na
au na sifa yenye kuhusishiwa mwenye kusifiwa juu yake. Kwa hivyo ndivyo adatu hasri inavyotafsiriwa hivyo. Sasa inatafsiriwaje adatu hasri? Haya, naleta aya yenye adatu hasri na tunaitafsiri. Innama tunamalizia sasa hivi aya hii moja, tunamalizia aya hii moja, tunatafsiri. Innama yakhsha Allah, aya 128 surati Fatiri. Mwenyezi Mungu anasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulamau, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulamau al-atqiya. Kuna neno al-atqiya ma'dhufatun ijaza. Neno hili al-atqiya limeondolewa kwa kufupisha, ili kuifupisha aya isiwe ndefu, lakini ndio hivyo hivyo. Sasa inatafsiriwaje kasri kwa urefu kwa Kiarabu? Inatafsiriwa yakhsha Allah min ibadihi al-ulamau al-atqiya wahdahum la ghayrahum. Hapo nimeitafsiri, naposema wahdahum la ghayrahum, ndio nimeitafsiri kasri iliyomo katika hii aya kwa kirefu. Ni kama alivyotafsiri Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya la ilaha illa Allah, ametafsiri wahdahu la sharika la. Na hapo nimesema wahdahum kwa sababu ni wengi, wanavioni wengi, wahdahum la ghayrahum. Kwa hivyo inatafsiriwaje kwa lugha yetu ya Kiswahili? Inatafsiriwa yakhsha Allah, wanaomuogopa Mwenyezi Mungu miongoni mwa waja wake ni wanavioni wacha Mungu peke yao, siwe la ghayrahum, si wengine zaidi ya hao. Kwa hivyo hii innama ninaposema peke yao, naposema peke yao, si wengine zaidi ya hao, ndio nimeitafsiri hii innama. Kwa hivyo hii innama haitafsiriwi hakika wanaomuogopa Mwenyezi Mungu, haitafsiri namna hii, hakika wanaomuogopa Mwenyezi Mungu miongoni mwa waja wake ni wanavioni. Haitafsiri hakika, wala haitafsiriwi hakika si vinginevyo ni hivi, wanaomuogopa Mwenyezi Mungu miongoni mwa waja wake ni wanavioni wacha Mungu. Haitafsiri namna hiyo. Wewe ukitafsiri namna wanaomuogopa Mwenyezi Mungu miongoni mwa waja wake ni wanavioni wacha Mungu peke yao, si wengine zaidi, la ghayrahum, si wengine zaidi ya hao, ndio imeitafsiri kasri iliyomo katika aya ya innama yakhsha Allah kwa kirefu. Kwa kifupi utatafsiri kama alivyotafsiri Mtume, utatafsiri kwa kifupi hivi: innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulamau al-atqiya faqat. Naposema faqat nimeitafsiri innama. Kwa hivyo natafsirije kwa kifupi kwa lugha ya Kiswahili? Namalizia sasa hivi, natafsiri hii aya kwa lugha ya Kiswahili: wanaomuogopa Mwenyezi Mungu miongoni mwa waja wake ni wanavioni wacha Mungu tu. Naposema tu nimeitafsiri hii innama, na innama haitafsiriwi hakika na haitafsiriwi hakika si vinginevyo ni hivi. Katika msahafu uliotafsiriwa kwa Kiswahili innama zote zimetafsiriwa makosa, isipokuwa innama ya aya ya 27 surati al-Maida imetafsiriwa tafsiri sahihi, nayo tunaileta hapa. Hii imetafsiriwa tafsiri sahihi. Mwenyezi Mungu anasema katika hii aya, anasema kwanza, aya inaanza wadhkur naba abnai adama bilhaq, alafu kumwisho kuna innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Angalia ilivyotafsiriwa msahafu uliotafsiriwa kwa Kiswahili. Hii aya peke yake ndio innama imetafsiriwa tafsiri sahihi, lakini innama zingine zote zimetafsiriwa makosa, zimetafsiriwa kama inavyotafsiriwa inna, imetafsiriwa hakika, zimetafsiriwa hakika. Usikilize ulivyotafsiriwa msahafu uliotafsiriwa Kiswahili. Ametafsiri innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hakusema hakika, amesema ametafsiri Mwenyezi Mungu anawakubalia wamchao tu. Hakusema hakika Mwenyezi Mungu anawakubalia wamchao. Ile kusema tu ndio ameitafsiri hii innama biijazi, yani kwa kifupi, yani faqatu ndio. Sasa innama zote katika msahafu itakiwa azitafsiri, aliyotafsiri msahafu wa Kiswahili azitafsiri kama alivyoitafsiri innama ya aya ya 27 surati al-Maida, kama ile innama
innamal mu'minuna ikhwa, asitafsiri hakika Waislamu ni ndugu. Atafsiri, inatakiwa atafsirije Waislamu ni ndugu tu, kama alivyotafsiri aya ya 27 surati al-Maida. Asitafsiri, asiweke hakika, kwa sababu innama Waarabu hawaitafsiri hakika. Na kuletea mfano mmoja ambao wametafsiri Waarabu, namalizia hivi. Waarabu wametafsiri innama yudafiu an ahzabikum Ali. Namalizia hii sentence, wametafsiri Waarabu hii innama. Waarabu wametafsirije? Innama yudafiu an ahsabikum aliyun. Wametafsiri Ali, yaqulu almutakallim limukhatibihi aliyun wahdahu yastaqillu bidifai an ahsabikum wala yastariku maahu fi dhalika ahad. Kwa hivyo hapa hakuna innama katika Kiarabu. Ametafsiri Ali peke yake ndiye anayekulindeni na hashirikiani na mtu yoyote katika kufanya kazi hiyo ya ulinzi. Alivyosema peke yake ndio anaitafsiri hii innama, lakini inatafsiriwa inatafsiriwa kama alivyotafsiri Mtume Muhammad sallam. Kwa hivyo ninakutafsiria hii innama yudafiu an ahsabikum Ali, na kutafsiria kama alivyotafsiri mwalimu mkuu Kasri, naitafsiri namna hii. Innama naitafsiri kama alivyotafsiri mwalimu mkuu Mtume Muhammad sallam, anazira yahrusukum aliyun wahdahu la ghairahu. Naposema wahdahu la ghairahu ni kama Mtume alivyoitafsiri hadithi ya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Hatusemi la sharika lahu kwa sababu huyu kiumbe tunasema, badala ya kusema la sharika lahu tunasema la ghairahu, wahdahu la ghairahu, anayekulindeni. Unaona, inataka utafsiri kasi, anayekulindeni ni Ali peke yake na hashirikiani na mtu yoyote katika kufanya kazi hiyo ya ulinzi. Naposema Ali peke yake na hashirikiani na mtu yoyote katika kufanya kazi hiyo, ndio nimeitafsiri hii innama. Haitakiwi ni tafsiri hakika anayekulindeni ni Ali, au hakika si vinginevyo, ni hivi, anayekulindeni ni Ali. Kwa hivyo naona wakati umeshakwisha, kwa sababu hii ni part 1, tutaishia hapa insha Allah taala. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.